Siku ya Kiyama atakuja mja na aulize kwa mshangao, niliswali mara 5 kwa siku, niliswali tahajjud, nilisoma Qur'ani kila siku, nikifunga na sunna. Sasa vipi leo niwe mtu wa motoni? Kwa nini? Kwa nini? Kisha ajibiwe, ndiyo, ulifanya yote hayo. Uliswali, ulifunga, ulifanya matendo mazuri mengi, lakini pasi na yote hayo ulifanya dhambi moja ambayo kwenye mizani imekuwa nzito kuliko matendo yako mazuri yote uliyofanya. Je, unajua ni dhambi gani hiyo? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naomba nichukue fursa hii kuikumbusha nafsi yangu na ya kwako katika swala hili, ili tuje tuwe ni miongoni mwa watakaofaidika na matendo yetu mema tunayoyafanya hapa duniani. Aliswali swala zote za faradhi na za sunna, alisoma Qur'ani, alitoa sadaka, lakini bado hukumu yake ilikuwa ni moto. Je, unamjua ni mtu gani huyu? Ni mtu ambaye alilaani kwa ulimi wake, aliwadhihaki na kuwakera majirani zake, alikuwa akiwatukana watu kwa familia yake na za wenzake, alikuwa akieneza uvumi, alikuwa akiziumiza nafsi za watu kwa kutumia ulimi ambao Allah ndiyo amempatia. Hakuacha kumsema huyu na yule kwa ubaya, hakuacha kuwafanya watu waonekane wabaya kwenye macho ya watu wengine kwa kuwaenezea sifa mbaya ambazo hawakuwa nazo. Subhanallah, akidhani ibada zake zitamsaidia siku ya Kiyama, siku ya uwazi na ukweli. Swala yake itatiwa kwenye mezani, Qur'ani yake, sadaka zake, kisha upande mwingine uwekwe uzushi wake, maneno yake machafu, matusi, maumivu aliyoyasababisha kwa watu. Kisha hayo yazidi uzito wa mema yake yote aliyoyafanya kwa umri wake wote. Allah atuhifadhi. Najiondoshea dhima hii kwa kukukumbusha ndugu yangu, dunia yetu ya leo tumekuwa hatupendani, tunasemana, tunazushiana, tunaumizana, tunachukiana ndani kwa ndani. Ndugu yangu, kama hii tabia huna, Allah akuepushe na kukuhifadhi, na kama unayo tabia hii, basi kaa nayo mbali, ili usije ukawa ni miongoni mwa watakaokula hasara siku ya Kiyama. Kwani jua, usipojirekebisha na hili na kuzungumza na nafsi yako na kuchagua ukimya na kunyamaza badala ya kuzungumza yasiyo na faida zaidi ya kufitinisha na kuumiza nafsi za watu, basi haya ni majuto utakayoyabeba siku ya Kiyama. Wakumbushe ndugu zako na wewe. Assalamu alaikum.